Damai, mambo? Safi mpenzi za wewe. Pole, naona nimemiss call. Unaendeleaje dadangu? Salama kipenzi, sijui wewe. Mimi niko poa. Sasa nina maswali mawili tu nataka nikuulize. Mimi tena huyo. Kwanza pole. Pole ya nini? Nedi wewe anakufa pole. Mimi niko imara zaidi ya jana na juzi. Pole ya nini tena jamani? Maana watu wanakuandama sana sasa hivi. Mbona tunaandamana mwaka huu? Wow. Yaani tunaandamana mpaka kieleweke. Kila umbea unakutana na kisanga. Kiukweli sijawahi kukutana na kisanga. Sema kwamba hiki ni kisanga. Sasa watu wanasema Maimartha anafanya hivi vyote kwa sababu mume wake yupo kwenye nafasi fulani na ndio maana anafanya hivi. Ni kweli unafanya hivyo eti kwa sababu kwa kujivunia hivyo? Maana tunaona wasanii wanasema nakupeleka polisi, nakupeleka mahakamani, lakini kesi hatuzioni zinakoishia. Mimi nimeolewa kuanzia leo. Kwani mimi na mume? Maana tuanzie hapo. Na mume mimi jamani? Hatujui. Labda mpenzi. Sasa unavoniona mimi hata siku moja nisai kumpost mpenzi wangu. Mimi nadhani ikifika time ambapo kila mtu anatakiwa kuwa professional, we have to be professional. Hii ni kazi kama ilivyo kazi nyingine. Na mbona mimi simu yangu inapatikana tu masaa yote. Nyie mmenipigia? Simmenipata? Ndio. Kwa hiyo kama mtu anazungumza nitakupeleka alafu anipeleki, it's none of my business. Mimi kikubwa ninachotakiwa kufanya ni kufuata ethics, kufanya kazi ambayo simsingizii mtu, simonei mtu. Kwa mfano juzi nimewaambia kwamba Diamond Platnumz na Hamisa walikuwa Mwanza. It's true, very true. Siongei uongo, yani siongei uongo. Hiyo ndio silaha ya kazi yangu. Siongei uongo, narudia tena, yani mimi kazi yangu siongei uongo. Kwa mfano hapa ninatarajia kuposti habari. Nimekuwa naichunguza kuanzia jana saa 12 mpaka sasa hivi ndio nimepata jibu. Ndio naiposti tena baada ya kumpata mwenyewe. Kwa hiyo you can have that picture kwamba hii kazi sio kazi rahisi, kazi ya uandishi wa habari. Ni kazi ambayo inataka umakini, haitaki roho mbaya. Ndio maana leo Nifa ananitukana, lakini kesho niko naye sawa, kwa sababu naamini sifanyi kwa ubaya, simlipizi mtu, sifanyi kwa roho mbaya. Hivyo ile story kwamba Nicole yuko ICU na nini, ile habari ilikuwa ya uongo. Wewe huwezi ukabishana na habari yangu mimi, kwa sababu mimi kabla sijatoa habari huwa nachunguza. Kwa sababu nakumbuka dakika ile Nicole alikuja akajibu pale kwamba labda Insta yake kuna mtu ana run au? Hata Wema Sepetu nilivyosema ni mjamzito alienda kujibu Insta, Snapchat. Alienda kujibu akasema jamani, mimi sitaki mazoea, sina ujauzito, na tamani ndio hivyo vitu, lakini si hivi na hivi na hivi. Mjamzito sio mjamzito, kiroho safi tu, na tunamuombea, tunamtakia kila la heri. Kwa hiyo mastani zetu this is win-win situation. Lakini Maimartha, huoni kama kuna vita ambao unajitengenezea ama uko tayari kwa lolote lile? Vita gani? Wewe ndio unaiona vita. Unapoamua kuwa mwandishi wa habari, hata nakumbuka mara nyingi maneno ya Rais Samia Suluhu Hassan juzi kati tu hapa alikuwa anatukumbusha kwamba ukitaka kuwa mwandishi wa habari thabiti lazima uwe unajiamini. Kalamu inaweza ikaharibu jamii au ikanyoosha jamii. Uwe mkweli, uwe shujaa, lazima uwe na sijui nitumie neno gani Kiswahili vizuri, yani ujue kupambana vizuri. Usiwe muoga. Uoga ndio unaofanya waandishi wa habari wengi wanashindwa kufikia vile viwango, kiukweli kabisa. Na mimi wakati mwingine naangalia baadhi ya watangazaji wenzangu waandishi wa habari, uoga ndio unawasumbua. Nani atasemaje? Mimi atasemaje? No. Mimi nashauri tupite kwenye ethics zetu.
tufuate ethics zetu, hakuna kitu kitaharibika, kwa sababu unapofuata ethics, hata ukipelekwa popote, wewe unatoa evidence zako. Na siku hizi habari za vitu vingine anakuaga na evidence. Kuna kwa mfano kama ile, yani ulikuwa na evidence au kwamba evidence unaziweka tu kwa maana kwamba siku ikibumbuluka unasema hivi nilikuaga navyo? Naziweka sometimes ili kumficha mtoa habari, kwa sababu mtoa habari mwingine anaweza akakuletea habari ambayo ukasema kwamba kwa sababu kama hiyo story ya Hamisa na Diamond, hakuna picha ambayo tumeona au hakuna video ambayo tumeona. Wewe tulia wewe. Asa evidence gani uko nayo my mother wa Jess? Mimi si niliposti mimi wakati Hamisa yuko Malaika Hotel Mwanza, lakini kaona mambo yatakuwa sio vizuri, kwa sababu mwisho wa siku ile pia ana ndoa. Yaani kuna vitu sasa hapo my mother hapo kuna kazi alafu kuna ubinadamu. Kwa my mother, wewe unajali sana kazi kuliko ubinadamu, si ndio? Wewe ushapitia ethics zetu? Ndio najua, si nimesoma. Mimi nafuata ethics. Kwenye kazi huwezi kufuata kingine zaidi ya taratibu za kazi yako zinasemaje. Mbona nani kakwambia mimi na ugomvi na master na master wako, maswaiba zangu? Haushiriki kwenye matukio yao, wanakunyima kwa sababu ya hicho ambacho unakifanya au kualika. Tukio gani kwa mfano? Kwa mfano tukio gani? Hata Nifa mwenyewe tu haja kualika. Kwani wewe ulialikwa? Mimi nilikuwepo. Okay, kwa my mother wewe unaangalia tukio. Ngoja kwanza my mother, wewe nikiwa na chat na Nifa nampostia vitu vyake Insta story. Okay, my mother, kwa mfano my mother, labda kuna watu wanajua story yako na wewe labda umbea wako, unawapa ruhusa na wao wautoe tu kama wana ushahidi? Kwanza hapo ndo napapenda. Kwanza maisha yangu mimi sina siri. Na inapotokea mbona ninatolewa? Mbona huwa natolewa mara nyingi habari hii maivi maivi lakini ziko taratibu za habari, ziko sheria zetu. Unaipokea, unaangalia kama ni ukweli, unasema wamefahamu. Kama ni habari za kuzusha, unapa time tu, ipo siku watapata habari ya ukweli. Of course mimi sina siri, mambo yangu yote watu wanayajua, na mengine huwa nayatangaza mwenyewe. Kwa hiyo worry out, anything can happen, na mimi niko tayari. Okay, sawa. Naweza nikakuashua kwamba hii kazi mimi tangu miaka kadhaa nyuma imenifanya niwe mtu smart sana, mwanamke ambaye sitaki makando, mwanamke ambaye sitaki kuvunja sheria. Yani kuna vitu mimi hii kazi imeninyoosha. Unajua unapotaka kutoa habari za wenzako unatakiwa uhakikishe pia na kwako. Ndio. Naweza nikakwambia Dini, ukikutana na mimi leo, mimi sio Mai wa mwaka 2023 tuliokutana. Mimi ni Mai mwingine kabisa. Na pia ni nyamazi tu nisimalize yote.